Bana, leo nakukaribisha uweze kusikiliza story kali sana ya watu ambao walishiriki kwa karata nyingi sana kuhakikisha kwamba Yesu Kristo amesulubiwa pale msalabani, na si wengine ni Masadukayo na Mafarisayo. Story inakwenda kwa title ya The Origin of Israel, na hawa watu walipatikana katika baraza la Kiyahudi ambalo lilikuwa linahusika na utungaji wa sheria na kuhakikisha wanazisimamia ili wananchi waweze kuzifuata na kuhakikisha kwamba wale ambao wanakiuka zile sheria wanaadhibiwa. Kwa utela kwamba walikuwa ni viongozi wa kidini na kisiasa. Viongozi wa kidini walikuwa wanaingia katika sinagogi, wanahubiri katika ibada na kuhakikisha kwamba watu wanamfuata Mungu kupitia Torati ya Musa. Lakini katika siasa kuna wale ambao walikuwa wanakwenda kinyume na zile sheria, kwa mfano wezi, watu wanaofanya uzinzi, watu wanaoiba, watu wasio waheshimu wazazi wao. Sheria zote ambazo zilitungwa kipindi cha Musa zilikuja kuendelezwa katika taifa la Uyahudi, na maanisha huko Israel. Sasa unaambiwa hawa Masadukayo na Mafarisayo walikuwa ni watu ambao hawaelewani kutokana na imani zao. Masadukayo kuna kitu walikuwa wanaamini kwamba hakuna kiyama, yani maana yake siku ya mwisho haipo, yani tutaishi milele katika dunia hii. Lakini pia walikuwa hawaamini kwamba kuna ufufuo, kwamba eti mtu ukifa siku moja wewe utafufuka. Lakini pia hao Masadukayo bado walienda mbali zaidi, wakaamua kumkufuru kabisa Mungu, wakawasema kwamba hakuna malaika wala pepo, yani wenyewe hawakuwahi kuamini hivyo vitu. Lakini pia Masadukayo waliamini kwamba Yesu Kristo hajawahi kuzaliwa. Sasa unaambiwa Mafarisayo walikuwa against na hawa Masadukayo, japokuwa kwamba Masadukayo na Mafarisayo walikuwa wanatengeneza dini moja ya Kiyahudi. Wenyewe walikuwa wanaamini kwamba kuna kiyama, yani siku ya mwisho parapanda italia na tutanyakuliwa. Lakini pia hawa Mafarisayo walikuwa wanaamini kwamba kuna ufufuo wa uzima, kwamba siku ya mwisho kiyama kitakapotokea watu wafu watafufuka na watanyakuliwa, na wanaamini kwamba kuna hukumu, kwamba siku ya mwisho kutakuwa na hukumu kulingana na matendo ambayo mtu uliyatenda. Lakini pia hawa Mafarisayo wanaamini kwamba kuna malaika na pepo, ni tofauti na hawa Masadukayo. Lakini utaona kwamba walipokuwa wanasimama katika masinagogi kuhubiri walikuwa kama wanawachanganya waumini. Sasa utaona kwamba Masadukayo wakisimama anawaambia watu hakuna kiyama, nyie pambaneni na maisha. Lakini Farisayo akisimama siku nyingine anawaambia jamani tuache dhambi maana kuna kiyama. Kwa hiyo utaona kwamba hawa Mafarisayo ni kama walikuwa wanamsupport Yesu kwa kiasi fulani hivi, lakini kilichowafanya mpaka wakaamua watengeneze njama za kumuua Yesu zilikuwa ni moja. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 23 utaona kuna baadhi ya mistari ambayo Yesu alikuwa anapigilia misumari kwenye mioyo ya hawa watu. Yani walikuwa ni wanafiki, walikuwa ni wazandiki, walikuwa ni watu ambao wanahubiri katika midomo yao, lakini ndani ya mioyo yao walikuwa hawafuati ile Torati ya Musa. Na kuna wakati walikuwa wanampinga Yesu kwa sababu Yesu alipokuwa anasimama katika sinagogi alikuwa anahubiri ile kweli ya Mungu ambayo watu walikuwa wanatakiwa waifuate. Lakini sasa utaona kwamba watu walikuwa wanampinga Yesu kwa sababu wenyewe walikuwa ni viongozi wa kidini na walikuwa wanahusika katika kupokea sadaka na fungu la 10, na istoshe pia walikuwa wanapata title. Sasa walipokuwa wanaona kwamba Yesu anatoboa ukweli, wakaona mbona kama anatupotezea waumini alafu anatuharibia status, ndio maana wakatengeneza bifu zito sana kati yao na Yesu Kristo. Lakini nataka nikwambie kwamba hawa Wayahudi hawakuwahi kuamini kama Yesu Kristo aliwahi kuzaliwa. Yani wenyewe wanaamini kwamba Yesu Masihi wa Mungu bado hajazaliwa, ndio maana walimkataa na wakampiga. Lakini unaambiwa kwamba siku ya mwisho Yesu atakaporudi ataanzia pale Israeli, atawaonyesha Wayahudi kwamba mlinisulubisha na mlinikataa Masihi wa Mungu, atawaonyesha na zile alama za misumari, ndipo wale ambao walimkataa watalia sana na kusaga meno. Lakini wale ni kumbuka kwamba taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alilichagua, na ni taifa ambalo mara nyingi sana alikuwa analionya na kulisamehe kutokana na makosa ambayo walikuwa wanayafanya. Sasa tuachane na hayo, mimi sitaki kufanya mahubiri hapa, nataka nikupe story ya hao Masadukayo na Mafarisayo ilikuwaje. Sasa unaambiwa hawa walikuwa ni viongozi wa lile baraza la wazee la Kiyahudi, walikuwa ni miongoni wa wale wazee 70 ambao walikuwa wanahusika na kutunga sheria na kuhakikisha kwamba
kwamba zinafuatwa na wananchi. Na ili baraza bana lilianzia kuanzia kwenye Agano la Kale, yani kabla hata hawa wazee hawajazaliwa. Musa aliwahi kuunda baraza la wazee 70 ambao walikuwa wanamsaidia kwa ajili ya kuhakikisha wanaamua kesi za wana wa Israeli. Na hii ili wazo bwana alilitoaga baba mkwe wake Musa. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu utaona kuna mahali Musa amezidiwa, yani tangu asubuhi hadi jioni anaamua kesi za wana wa Israeli. Siji huyu kanibia, mara katembea na mke wangu, mara kafanya jambo fulani. Mambo yalikuwa mengi. Kwa hiyo Musa alikuwa anachoka. Sasa baba mkwe wake akampa idea, akamwambia hebu tafuta wazee 70 ambao wana hekima wakusaidia kuamua kesi za wana wa Israeli. Sasa ili jambo akajikuta Musa amelifanya na likafanikiwa. Kwa hiyo wale wazee wakakaa wakatunga sheria ambazo zilikuwa zinawaongoza wana wa Israeli. Ndio ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati utaona kuna sheria nyingi sana zimeorodheshwa pale. Kuna nyingine ni Mungu aliziachilia kupitia zile amri 10 za Mungu, na wakati mwingine Musa alikuwa anafunuliwa katika mlima Sinai. Lakini sheria nyingine zilikuwa zinatungwa na wale wazee wa baraza ambao walikuwa 70 wakiongozwa na Musa legend ambaye aliwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Sasa unaambiwa hawa Masadukayo na Mafarisayo walipokuwa kiketi katika baraza hili la Kiyahudi kwa ajili ya kutimiza zile sheria na kuhakikisha kwamba wanawahukumu wale watu, walikuwa wanawahukumu kikweli kweli, japokuwa kwamba yale mambo ambayo wanawahukumu wenzao walikuwa wanayafanya. Kwa mfano, kuna mwanamke mmoja hivi ambaye alikamatwa anafanya uzinzi. Hawa watu wakamchukua yule mwanamke wakampeleka kwa Yesu. Wakamuuliza, hivi mtu akizini anatakiwa kufanya nini? Yesu akauliza kwamba Torati ya Musa inasema nini? Wakamwambia anatakiwa apigwe mawe mpaka akufa. Lakini sasa Yesu alichokifanya, kwa sababu alikuwa anajua kwamba hawa Masadukayo na Mafarisayo ni wazandiki wanafiki, kwamba wanataka kumpiga mwanamke wa watu mawe, lakini mambo hayo na wenyewe wanayafanya, akaamua kuchora chini dhambi za hawa Masadukayo na Mafarisayo moja baada ya nyingine. Sasa hawa watu walipokuwa wanapita pale chini kuangalia kwamba Yesu anachora dhambi zao, walianza kuona aibu, wakaanza kuondoka mmoja mmoja. Sasa utaelewa kwamba kumbe hawa Mafarisayo walikuwa wanazidiwa kete na Yesu kwa sababu mioyo yao ilikuwa inachomwa, sababu yeye alikuwa anasema ukweli, alikuwa hawaogopi, japokuwa walikuwa ni viongozi wa kidini na kisiasa. Lakini nataka nikuibie story nyingine kwamba hawa watu pamoja na kwamba walikuwa ni viongozi wa kidini na kisiasa, lakini nataka uelewe kwamba wakati ule walikuwa wanatawaliwa na dola fulani hivi ilikuwa inaitwa Roma. Kwa wale ambao wamesoma history ambayo ile imekomaa sana, unaweza kuelewa kwamba kuna dola fulani hivi ilikuwa inaitwa Roman Empire. Ilitawala kwa karne fulani hivi zile za mwanzo, ilitawala sana nchi nyingi. Kwa mfano, nchi ya Uingereza, nchi ya Ufaransa, nchi ya Italia na baadhi ya nchi za Afrika na baadhi ya nchi za Asia. Katika nchi za Afrika, nchi ambayo ilitawaliwa na Roman Empire ilikuwa ni Misri na Israel. Sasa wakati ule kulikuwa kuna viongozi wa Kiroma ambao walikuwa wamewekwa katika majimbo. Kwa mfano, jimbo la Judea alikuwa na hold lile jimbo alikuwa anaitwa Plato. Sasa ninapozungumzia habari ya Plato, usifikiri kwamba namuongelea yule mwanafalsafa ambaye alitengeneza nadharia mbalimbali. Hapana. Kwa wale ambao wamesoma psychology na philosophy wanaweza kaelewa kwamba Plato alikuwa ni mtu ambaye alikuja na nadharia na mitazamo fulani vya amazing. Sasa mimi simzungumzii Plato wa kwenye psychology na philosophy, ila ninamzungumzia Pontio Pilato ambaye alihusika kwa karata nyingi sana kuhakikisha kwamba Yesu anasulubiwa. Wengi wanasema kwamba Plato hakuhusika kwenye mauaji ya Yesu, lakini ukifuatilia vizuri utaelewa kwamba huyu jamaa alikuwa na uchu wa madaraka. Yani alichokifanya, aliona kwamba hawa Masadukayo na Mafarisayo ni watu ambaye ni viongozi vibaraka. Kwa hiyo asipohakikisha anatimiza zile azma zao, hataweza kukaa katika kile cheo chake cha Plato, cheo chake cha ugavana, kwa sababu Kaisari akisikia kwamba amezua mtafaruku, hajatimiza masharti ya hawa Mafarisayo na Masadukayo, ataondolewa kwenye cheo cha ugavana. Kwa hiyo huyu Plato aliamua kumuuza Yesu kwa sababu ya uchu wa madaraka. Story inakwenda kwa title ya The Origin of Israel. Unaweza kusubscribe katika YouTube channel yangu ili uwe wa kwanza kupata taarifa, lakini pia unaweza kufollow katika ukurasa wangu wa Facebook wenye jina la Start Today ili uweze kupata updates. Karibu sana, big up sana kwa wewe ambaye unaifuatilia story kwa karibu. Asante sana.